Naitwa Dr. Elias Kurwa, daktari wa afya ya kinywa na meno kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Kwa siku ya leo nitazungumzia sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea meno kusagika au meno kupukutika. Sababu hizi zinazigawa katika makundi mawili. Kuna sababu ambazo zinatokana na wadudu, lakini kuna sababu ambazo hazitokani na wadudu. Sababu ambazo zinatokana na wadudu ni matumizi ya sukari mara kwa mara, lakini pia kutozingatia usafi wa kinywa vizuri. Sababu hizi zinaweza kupelekea meno kupukutika kwa sababu zinapelekea wadudu walioko mdomoni wanazalisha asidi ambayo inaweza kupelekea meno kupukutika. Sababu zingine ni ambazo hazitokani na wadudu. Sababu mojawapo ni matumizi ya miswaki migumu au matumizi ya nguvu nyingi wakati wa kupiga miswaki. Sababu nyingine ni usagaji wa meno. Kuna watu wana tabia ya kusaga meno hasa wakati wa usiku bila kujua, au wengine wanajua na wengine wanasaga meno wakati wakiwa na msongo wa mawazo sana. Sababu nyingine ni matumizi ya vitu vyenye asidi mara kwa mara, matumizi ya limao au ndimu. Kuna baadhi ya magonjwa pia ambayo yanaweza kuzalisha asidi inayopelekea meno kusagika. Magonjwa ambayo yana-affect mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kama gastroesophageal reflux diseases. Hali magonjwa ambayo yanazalisha asidi ambayo inaweza kupelekea meno kusagika. Sababu nyingine ni umri. Umri pia ni factor mojawapo ambayo inaweza kupelekea meno kusagika. Mtu anapoishi muda mrefu na meno yamekuwa mdomoni muda mrefu, yanafanya kazi siku zote, akiwa mzee sana inaweza kupelekea meno kusagika. Kwa sababu hizi zote zinaweza kupelekea meno kusagika. Kwa dalili zinaweza zikaanzia kuwepo kwa tundu mdomoni au ganzi kwenye meno, maumivu, jino linabadilika muonekano. Kwa hiyo mgonjwa na hii akija hospitalini kwetu, kuna baadhi ya matibabu ambayo anaweza akafanyiwa. Kwa mtu ambaye anasaga meno, kuna vifaa anatengenezewa night guard, anakuwa anakivaa wakati wa usiku au akiwa na msongo wa mawazo sana. Matibabu ya uzibaji wa meno, kuna dawa pia ambazo zinazuia meno kupata ganzi kwa wagonjwa wanaopata ganzi kwenye meno. Matumizi ya dawa kama Mirasensitive au Sensodyne yanashauriwa mgonjwa huyu kutumia. Lakini pia matibabu mengine ni matumizi ya mionzi, laser treatments. Matibabu mengine ni matibabu ya kuziba pamoja na matibabu ya mzizi wa jino. Kutokana na sababu hizi ambazo nimezitaja, kinga zipo kutokana na sababu. Kwa mtu ambaye anasugua meno, anasaga meno wakati wa usiku, kuna vifaa anatengenezewa night guard, atakuwa anavaa wakati wa usiku. Kuepuka matumizi ya vitu vyenye asidi kama chungwa, limao. Kwa wagonjwa ambao wanapata asidi inatoka tumboni kuja kinywani, inabidi aje tushirikiane na daktari kutatua tatizo hili. Lakini pia watu ambao wanatumia nguvu nyingi sana wakati wa kupiga mswaki, hatushauri miswaki migumu, tunashauri miswaki ambayo ni laini au medium. Lakini pia asitumie nguvu nyingi sana wakati wa kupiga mswaki. Hatushauri matumizi ya vitu vya sukari mara kwa mara, kwa unatakiwa punguze vitu vya sukari. Lakini pia kuzingatia upigaji wa mswaki vizuri. Hakikisha mdomo wako ni msafi, umepiga sehemu zote za meno, nje ya meno, ndani ya meno, sehemu ya kutafunia. Matumizi ya kamba maalum ili kuweza kusafisha kati ya jino na jino. Kwa wagonjwa wote wenye matatizo haya, wafike hospitali yetu ya Muhimbili Mloganzila siku za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11. Lakini pia tumeanza kliniki ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 8 kwa ajili ya matibabu kulingana na shida ambayo atakuja nayo mgonjwa.